Chris baby. Najua sio rahisi kunielewa au kuniamini kwa sasa, kulingana na tukio lilotokea. Yes, I know. I understand how you feel baby. Lakini yote yale hayakuwa kwa mapenzi yangu. Yule Alex amekuwa akinisumbua mno mara kwa mara, akidai kwamba ananihitaji kimapenzi. Ila mimi sijamkubalia, wala mimi simpendi. That's why unakutana na moments kama hizo. Lakini sio kwa mapenzi yangu. Mimi simpendi, wala sijawahi kumkubalia hata siku moja. I love you Chris, and that's why I'm here. Ingelikuwa mimi sikupendi wala nisingekuwa hapa. Ila nipo hapa kwa sababu yako. Kwa sababu natambua thamani yako. Thamani yako kwangu haina kipimo. Alafu baby, moyo wangu una anwani moja tu. Na hiyo anwani ni wewe. Najua unanipa kila ninachokihitaji kwenye maisha yangu. Unanilipia paka school fees ili nisome vizuri kwenye kichuo. Lakini siwezi kuvumilia kulia kila siku. Nimechoka kuumia kila siku. Sikatai, wewe ni ndege mzuri, mzuri mno. Unavutia kwa sauti na rangi. Lakini mimi sitaweza kuishi kwenye kiota chako. Kwa sababu vita na lecture sitaweza. Naomba uniache mwenyewe. Nahitaji kubaki peke yangu kwa sasa. No, Chris! Chris! Keke, wewe ni moja kati ya wasichana walembo sana sana sana. Na si hivyo tu, sio uzuri na urembo, lakini unapaswa kulindwa na kuheshimiwa katika chuo chetu. Ni kwa sababu ya uzuri uliokuwa nao. Umeamua kuonja ladha ya maumivu ambayo unaipitia this time. Ni kwa sababu ya kumpa thamani mwanaume ambaye hawezi kulinda wala kuheshimu hisia zako. Yule ni beach boy tu. Kuna watu kama sisi ambao tutakupa pesa, tutakupa kila kitu. Keke. Wewe ni kama kuku wangu. Utahangaika mchana, usiku utarudi bandani. Kama wewe mwanafunzi, mimi ni lecturer. Ipo siku tutakutana. Hafu itakuwa imetokea tukio harusini. Hey. Ukigusa hapo ushahidi unaweza ukakunasa wewe ndo umehusika na hili tukio. Mnaweza mkaniambia hili tukio limetokea muda gani? Limetokea punde tu, si tulipokuwa harusini. Mbona siku leo imekuwa mbaya sana?
Belinda, mbele ya madhabahu na malaika wakisimama kama mashahidi, familia, marafiki, ndugu, jamaa, wote hao walisubiri tukio muhimu kabisa katika siku yako hii adhimu mwanangu. Siku ya kihistoria ambayo inakwenda kubadili historia yako mwanangu na kukujengea taswira mpya kabisa ya heshima. Lakini wewe ulichagua kunivua nguo mwanangu, tena mbele ya halaiki ya watu. Mama, umekaa tu unaangalia. Hii ina maana unataka niamini kwamba mnashirikiana, sio? Belinda, hebu tazama kilichofanyika kwenye sherehe yako. Leo ni Ijumaa. Yaani sherehe yako ilikuwa inakwenda kufanyika Jumapili tu hapo. Tazama zile gharama zilizoandaliwa. Maandalizi yameandaliwa ya nguvu kabisa. Gharama kubwa imetumika. Lakini wewe hujali. Kama haitoshi, mchumba wako amealika wageni mbalimbali kutoka nchi za nje. Wote hawa wamekuja kwa ajili ya sherehe yako. Lakini wewe umechagua kuwakana kabisa. Na mama yako mzazi yupo anaangalia tu, hasaidii chochote kwenye hili. Hii ina tafsiri gani? Ndoa ni vazi la heshima ambalo kila mwanamke anatamani kuvikwa na mtu aliye sahihi. Lakini wewe umechagua kuwa na chizi asiye na mbele wala nyuma. Yule mwenda wazimu atakusaidia nini wewe katika maisha yako? Unaendana naye kihadhi? Ha. I'm sorry, Baba. I'm sorry, my family. I'm sorry. I'm sorry, my friends. Sio kwamba sioni haya mnayoyasema, lakini nina milioni kwa mamilioni plus bilioni plus trillion ya sababu za mimi kumpenda Sahi. Yeye ni hatima yangu. Kwa ajili yake nitaishi na kwa ajili yake nitakufa. Kimya wewe! Umerogwa? Yaani yeye amekuwa nani kwa ajili yake uishi? Yeye ni pumzi? Yaani Mwenyezi Mungu? Ule wenda wazimu wake ndio uji uishi wewe? Mchungaji si ameshindwa kuozesha? Sasa mimi Mavumba ndio baba, nitakuozesha mwenyewe kwa idhini yangu. Puuzi mmoja wewe. Twende. Chukua. Mume wangu, hili boksi umekuja nalo muda gani? Na kama ni zawadi, kwa nini iwe kwenye boksi jeusi? Achana na rangi ya boksi. Kilichopo ndani ndio muhimu. Just for you, my wife. Okay? Asante.
inaonekana hauna uwezo tena wa kupata mimba kwa sababu hauna yai la uzazi. Dokta, ina maana mimi nimeungwa na yai moja tu? Kwani uliwahi kubeba mimba huko nyuma au kupata mtoto? Unafahamu fika siwezi kubeba ujauzito. Kwa nini unatumia udhaifu huu kama fimbo ya kunichapia kila kukicha? Wewe ndio mke wangu pekee. Na kwa kinywa chako unakiri kuwa huwezi kushika ujauzito kabisa. Ina maana unataka kuniambia mimi nitakufa mgumba, si ndio? Naelewa fika. Hata mimi pia sipendi kuwa hivi. Na ndio maana nazidi kupambania makanisani, kwenda kufanya hata mila ili tu kuikamilisha furaha yako mume wangu. Natumia njia ngumu sana kukuonyesha nini nahitaji kutoka kwako. Na nini maana ya mimi kuja kulipa mahali nyumbani kwenu. Nikwambie kitu mke wangu. Thamani ya sifuri huja tu inapokuwa mbele ya namba. Hapo ndipo inapotengeneza makumi, mamia, maelfu mpaka mamilioni. Lakini kupanda mbegu katika shamba lisilootesha mmea, haya ni matumizi mabovu. Chezea bahati ese. Yaani lecture anakupenda na anahitaji kukuoa, sio kukuchezea, kukuoa. Afu we msichana unakataa. Eti unataka kuolewa na mento sahi. Wakati wewe unasikiliza zaidi ya akili yako, kuwa unahitaji boy mwenye pesa, nyumba, gari. Mwenzako anasikiliza zaidi hisia zake. Nini anahitaji? Sio kwamba kila mtu anahitaji pesa, hapana. Na kwa kile kilichotokea pale, ile imeonesha dhahiri shahiri ni kiasi gani Belinda anampenda Sahil. Na hiyo haiwezi kupingwa wala kubadilika. Hata ningekuwa mimi ningefanya vile vile kama alivyofanya Belinda. Hapana. Hakuna mtu ambaye anajua kifo kipoje, lakini makaburi tunayaona. Yaani inawezekanaje mimi naona kabisa ninapoelekea ni shimoni, alafu niende tu eti kwa sababu naumfuata moyo? Sio sawa.